Nataka tukaweze kushirikiana pamoja katika neno la Mungu mchana wa leo. Naamini ya kwamba haitakuwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii nyimbo tufanye inapokoma ili tukaweze kuimba pamoja kwa kutafakari. Alafu baada ya hapo nitaleta neno la Mungu kwa muda mfupi. Naamini ya kwamba sote tutabarikiwa. Tufanye inapokoma sana moyoni mwangu, kuona pa kujificha mikononi mwake. Unificha, unificha, adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Tabu yanisongeza kwake, naijua si hasira, ni ya mapenzi yake. Unificha, 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 mikononi mwake. Adui wakiniudhi, nami nikisumbuka, Mungu atabigeuza vyote viwe baraka. Unificha, unificha, adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Niishipo duniani, tufanye daima, anilindapo rohoni, nitakasa. Unificha, unificha, adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka nikaweze kuongea kuhusu mtu aliyemjua Mungu. Sitaki nikaweze kufundisha mchana wa leo, nataka nikaweze kuhubiri kwa kifupi tu, na naomba nipewe dakika 30. Napofika dakika 30 tafadhali kiremo utaniashiria kwa mkono. Sitaki nikaweze kuwachosha, najua time zimeenda.
Japokuwa ni time zangu, lakini pia ninajali kwa sababu ya wakati, jinsi ambavyo umekimbia sana. Nataka tu nikaweze kushiriki pamoja nanyi neno kwa kifupi kuhusu mtu aliyejua amebeba ufalme wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anafahamu kile alichokibeba ndani ya maisha yake, mtu ambaye anajua ni ufalme gani ambao amepata kubeba ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si mtu ambaye amesikia habari hizi za Mungu tu, si mtu ambaye alifanya kuhadithiwa habari za ufalme huu wa Mungu, lakini ninanena kuhusu mtu ambaye anajua ni ufalme gani ambao ameubeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti ya kuwa uliambiwa na kuna tofauti ya mtu kujua kwa sababu alipitia katika hali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa unajua kitu vizuri, lakini uliambiwa kukihusu kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukawa pia unahadithia kuhusu kile kitu ama lile jambo, lakini haujapitia kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchana wa leo nataka nikaweze kuongea kuhusu mtu ambaye anajua ama alijua ni ufalme gani ambao alikuwa ameubeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi wengi tu ambao maandiko yanatuelezea habari zao, watu ambao walitembea katika mapenzi ya Mungu, watu ambao walitembea pamoja na Mungu, watu ambao walijitoa ili wakaweze kufanya kazi ya Mungu na wakamuelewa Mungu ni Mungu wa aina gani, ni Mungu wa jinsi gani, jinsi ambavyo wangeweza kutembea pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi mahali pengine anasema, na alikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijawahi kuona mtu mwenye haki ameachwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wala watoto wake kuomba mikate. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu ambaye anajua alikuwa anaongelelea kuhusu nini. Ni mtu ambaye alitembea pamoja na Mungu, ni mtu ambaye alimuishia Mungu, na maneno hayo anayatamka kama maneno ya ushuhuda, maneno ambayo yako hai. Bwana Yesu asifiwe. Si maneno tu ambayo amefanya kuyasikia, lakini ni maneno ambayo anadhihirisha kwamba ni ushuhuda ambao alipitia. Bwana Yesu asifiwe. Kati Daudi akisema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, anasema maneno ambayo Mungu alipata kumtetea, Mungu alipata kumtoa katika kinywa cha simba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa pamoja naye katika dhiki, na hapa anaandika ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyejua ni ufalme gani ambao ameubeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaweze kushiriki neno la Mungu katika kitabu kile cha Ayubu, mlango ule wa 42 na fungu la 2. Pate msomaji mzuri. Mara nyingi huwa nasema nataka msomaji ambaye anaona koma, anaona alama ya mshangao, anaona alama ya kuuliza. Hivyo ndivyo vigezo ambavyo ninavipenda vikaweze kuangaliwa wakati ambapo unasoma. Ayubu mlango wa 42 fungu lile la 2. Nasoma Ayubu mlango wa 42 mstari ule wa 2. Nasema hivi: najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote,
na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ambayo yanatoka katika kinywa cha mtumishi wa Mungu Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Tunazifahamu vizuri habari za Ayubu, tunaifahamu vizuri historia ya Ayubu, jinsi vile ambavyo Mungu alisimama pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu ambaye anasimulia matendo makubwa ya Mungu ambayo alikuwa ameyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haandiki tu kama story, lakini anaandika mambo ambayo alikuwa ameyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi vile ambavyo alipata kujaribiwa na vile ambavyo alipata kusimama na Mungu wake. Na katika huu mlango wa mwisho anasema ya kuwa najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyejua ni ufalme gani aliyoubeba ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbali na changamoto zote alizopitishwa, mbali na kupelekwa katika changamoto mbalimbali ambazo amepitia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko anasema kwamba walianza watoto wake wakafa, ikaja mifugo yake ikafa. Bwana Yesu asifiwe. Na mali zake zote zikasambaratika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Mungu Ayubu akajua ni Mungu gani, ni ufalme gani ambao anautumikia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuweza kuhangaika hata wakati ule ambapo mke wake alikuja na akamwambia basi tumkufuru Mungu ukafa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu baada ya kufa, lakini Ayubu akasema wewe unataka kunena kama vile ambavyo wanawake wapumbavu wanasema. Bwana Yesu asifiwe. Akashikilia Mungu kwa sababu alimjua ni nani ambaye amepata kuyakabidhi maisha yake mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Soma hiyo ya Ayubu pia 19:25, maandiko anasema, Ayubu anasema kwamba najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tu nisome hapo tukiendelea mbele. Ayubu 19:25. Ayubu 19:25. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. 26. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu ananitia nguvu ama ananitia moyo kwa maneno haya mazito ambayo anayatamka. Bwana Yesu asifiwe. Mbali na changamoto zote alizopitia, mbali na vitu vyote alivyopoteza, lakini mwisho wa siku anasema lakini najua mtetezi wangu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kuhusu mtu aliyejua ni ufalme gani ambao ameshikilia. Bwana Yesu asifiwe. Si mtu ambaye alifanya kusikia, lakini mtu ambaye alikuwa anajua ni Mungu wa aina gani anayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Naye akasimama ili akaweze kushinda kila changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna muda mrefu tangu upate kumpokea Yesu Kristo, lakini hujajua ni ufalme gani ambao umepata kuubeba ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunamtumikia Mungu aliye na nguvu, Mungu ambaye yuko hai, Mungu ambaye hashindwi na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye ana mamlaka juu ya vitu vyote. Huyu ndiye Mungu ambaye tulipata kumwamini.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye si wa kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nyingi tumekosa kumwamini huyu Mungu kwa sababu hatujamfahamu yule ambaye tunamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bado wakati mwingine tunapopitia changamoto tunamtilia shaka huyu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu bado hajajifunua kikamilifu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunamchukulia huyu Mungu ni kama tunabahatisha. Bwana Yesu asifiwe. Kosa katika ibada mpaka usukumu kuja jua ni Mungu yupi uliyemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya Mungu mpaka ubembelezi. Bwana Yesu asifiwe. Unamaanisha kuna mahali pengine ambapo unatoa uzima wako mbali na hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ungetambua ni Mungu wa aina gani ambaye tumepata kumbeba, ambaye tumepata kumwamini, hakika tungejitoa kikamilifu ni kwa ajili ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Labda mwaka uliopita ulikuwa unakuja tu unafuata tu bendera. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja tu kupush time kama kule nyumbani hauna kazi. Ni kwa sababu haujamtambua huyu Mungu, haujamtambua huu ufalme ambao tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tunapo endelea mwaka huu ukaweze kutambua ni Mungu wa aina gani ambaye tuko naye, ni Mungu wa namna gani ambaye tunamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nilipokuwa natafakari habari za kutolewa kwa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama nikiangalia ile historia ya ukombozi ambao Mungu alikuwa ameitayarisha, ameipanga kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ikinishuhudia kwamba hakika huyu ni Mungu ambaye ana uwezo wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kamtokea pale mtumishi wake Musa na akamwambia kwamba nimekisikia kilio cha watu wangu walioko Misri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikaweze kukutuma ukaweze kuwatoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ananena na Musa kutoka katika kile kijiti ama kile kichaka ambacho kilikuwa kinawaka moto, na akamwambia kwamba nimekuona wewe unafaa nikaweze kukutuma ukaweze kuwatoa watu wangu katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa akawa na maswali mengi ya kumuuliza Mungu. Haikuwa kazi rahisi. Sahi waende kwa Ruto useme nimetumwa hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa wafalme hata ni zaidi, kwa sababu tayari ako above the law, anaweza kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza kuja kwako ndugu Sheda akasema huyo mke wako ni wangu kuanzia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme yani ni kila anataka, hakuna mashindano. Akishasema wakati ule alikuwa ashasema, uweze kumpeleka kotini afadhali sahi. Hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamtokea Musa, anamwambia ya kwamba nataka nikutume kwa Farao ukaweze kuwatoa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jamaa kwa sababu tayari alikuwa anakujua kule Misri, akamwambia nitaenda vipi? Nitaanzaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitawaambia nimetumwa na nani? Akiniuliza huyo Mungu wako aliyekutuma anaitwa nani, nitamwambiaje? Hayo ni majadiliano ambayo Musa alikuwa akiongea na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitaka kumjua huyu Mungu ana uwezo wa namna gani. Huyu Mungu ambaye ningeenda kurisi kwa Farao, je, angenitetea kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamwambia mambo mengi. Ukifika hapo kamwambia kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amenitokea huko jangwani na amenituma nije niwatoe hawa watu wangu waende wakamwabudu Mungu wao huko mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa anapima hayo maneno hivyo tu, yaani nikasema hivyo tu nitapewa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetumwa niwatoe hivyo. Akamuuliza Mungu na majina, wakiniuliza huyo Mungu anaitwaje? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia, kamwambie mimi niko amenitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niko amenitokea na akaniambia, naambia kawaambie wana wa Israeli, kawaite wale wazee uwakalishe na waeleze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa Mungu akataka kujifunua kwa Musa na Musa akaanza kumwelewa Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamaa kauliza ishara, akaonyeshwa ishara, mpaka akawa na shaka, akauliza ya pili, akaonyeshwa ishara, mpaka katika moyo wake akajua huyu ni Mungu ambaye naweza nikamtegemea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akathibitisha huyu sasa kwa haya aliyoyafanya, kwa ishara hizi naweza nikaenda nikaelezea watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusipotambua ni Mungu gani ambaye tumebeba, tusipojua ni ufalme gani ambao tunauwakilisha katika ulimwengu huu, hatuwezi hata tukawakuta wengine katika ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Musa akapata ujasiri na akaenda kwa Farao, na hatimaye baada ya yale mapigo yote Farao akawaachilia watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nimetangulia kusema ya kwamba tunao ufalme ambao una nguvu. Tuko katika ufalme ambao una uwezo wa kufanya mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ufalme huo ndio ambao ulikuwa na Yesu Kristo wakati alipokuwa katika ulimwengu huu, akafanya mambo mengi makuu. Bwana Yesu asifiwe. Naye alipokuwa anarudi kwa Baba akatuachia hayo mamlaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haina haja ukaweze kutembea ukijikunja kwa sababu kunao ufalme ambao umeachiliwa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali pengine nilikuwa ninasoma, naona ni kama si wa Galatia hapa, nasema mrithi kama bado ni mdogo hana tofauti na yule mtumwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mrithi yeyote naweza kuwa umeachiwa magari, naweza kuwa umeachiwa majumba, lakini kama bado uko under age, hauna tofauti na yule mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huwezi ukamilikishwa vile vitu vya baba mpaka pale utakapokuwa 18 and above. Bwana Yesu asifiwe. Japo utakuwa ni bwana, japo kwa utakuwa ni mtawala, lakini bado uko chini ya uangalizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu ametuita na akatuwekea ufalme ambao tunapoenda kulingana na mapenzi ya Mungu tuna uwezo wa kuviitisha vitu vyote chini ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza Petro anasema ya kwamba bali ninyi ni taifa takatifu, ukuhani wa kifalme, watu wa taifa la Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Ambao kwanza mlikuwa hamkupata rehema, lakini sasa mmepata rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ufalme ambao umewekwa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tamani ya kwamba siri hii ukaweze kuigundua na ukaweze kutembea katika huu ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome pale Danieli mlango ule wa 3 na mstari michache ambayo nataka tukaweze kushiriki mahali pale 16 hadi 18. Hapo kaweze kutusomea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu aliyejua ni ufalme gani aliyokuwa amebeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu waliojua ni ufalme gani waliokuwa wako nao. Watu waliomjua Mungu ni Mungu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao walikuwa wanafanya mapenzi ya Mungu na wamemwelewa Mungu ni Mungu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawakuwa tu wamesikia juu habari za Mungu, lakini ni watu ambao walikuwa wakitembea pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andiko yanatuelezea kuhusu vijana hao watatu ambao walikuwa katika nchi ya uhamisho, nchi ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ule Yerusalemu ilipokuwa imeteketezwa kwa moto na baadhi ya watu wakachukuliwa katika nchi ya Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Babeli kwa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao watu wakawa ni watu ambao tayari wanamjua Mungu wao ni Mungu aliye wanamka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yanasema ya kwamba wakatamani wakaweze kutembea na Mungu. Wakatamani ya kwamba wakaendelee kumshikilia Mungu. Wakatamani ya kwamba wakaendelee kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba ulipokuja hii changamoto, bado hao vijana wakashikilia msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama nayatafakari maneno haya ama majibu haya ambayo hao watumishi wa Mungu walikuwa wakiyasema, na nikatambua ni watu waliokuwa wanajua kile kitu walikuwa wanakiongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati tanuru ya moto ilipoongezwa moto, lakini maandiko yanasema ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya si maneno ambayo yanaambiwa waziri, ni maneno ambayo yanaelekezwa kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasimama wakimtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda changamoto zinapokupata kwa sababu haujamjua Mungu wako vizuri, una sababu ya kushindwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unapozama ndani na kujua ni ufalme gani ambao uko nao, ni Mungu wa aina gani ambaye uko naye,
Hautatikisika mpendwa, unapopitia katika changamoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Changamoto kila siku ziko, lakini tunafaa kwamba imani zetu, wokovu wetu ukawe shina lake limekitwa katika ile imani ambayo si ya kutikisika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napoangalia mambo ya ulimwengu huu, ni mambo mengi tu ya kuvunja moyo, ni mambo mengi ambayo yanaweza yakakutoa katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matukio ambayo yanafanyika kila siku, ni mambo mengi ambayo yanaweza yakakutoa katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini napenda hawa vijana kwa sababu japo walikuwa katika nchi ya ugenini, lakini walifahamu ni Mungu gani ambaye wamembeba ndani ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Mbali na zile changamoto zote, wakasimama wakimtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gonjwa kidogo, nasema Mungu ameniacha. Napokuja kuangalia pale labda hospitali, sema fulani alikuwa hivi, lakini yeye alituacha. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kuangalia pale Kifahari, lakini kwambie ndugu, huu ugonjwa pole sana, lakini wasi rahisi. Badala hata nikutie moyo kwambia utakufa kweli, lakini si sahihi. Hayo ndio maneno ambayo mgonjwa huwa anapenda kuambiwa kwamba atapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaimba paradiso ni nzuri, tunataka kwenda, lakini ukishikika vizuri, wacha hivi kamba ni ndefu. Ndio kama mbuzi imefungwa kamba ndefu kule nyumbani, ile asubuhi huwa unaifunga mbuzi kamba tu ambayo inaweza ikazunguka ikalisha vizuri. Lakini labda umepata mahali kuna mahindi ya watu, nabidi kale kakamba kao kafupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kusema nini? Wakati tuna uzima ni kama ile kamba, tunazunguka vizuri, sikia amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanapopimiwa, ile hewa unapoanza kupimiwa, matumaini huwa ni rahisi kuanza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wokovu ni hivi, najaribu ndoa yako lakini inagonga mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Mapito ni mengi, unaanza kupoteza matumaini yako katika Kristo. Nimekuja nikutie moyo mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ni Mungu gani ambaye umembeba. Tambua ni ufalme gani ambao umeubeba ndani ya maisha yako. Tambua ni Mungu ambaye ana uwezo na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapotambua hili, hakuna sababu ambayo itakutoa katika wema wa Mungu. Hakuna sababu ambayo itakutoa katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya Nyakati kimalizie, Mambo ya Nyakati wa kwanza 28. 30 minutes bado. Nimesema niambiwe. Kama mnanilamu. Ndio Roho akishuka saa zingine, ni maana nikaweka time keep.
dakika moja. Very good. Tusomee hapo ndugu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 mstari wa 9. Tutasoma. Nasema hivi. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawe Sulemani mwanao, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno ya Daudi wakati ule alipokuwa ni mzee na anamuhusia mtoto wake Sulemani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi alikuwa amemfahamu Mungu vizuri na akataka mtoto wake akaweze pia kuiga mwenendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi vile alivyokuwa akitembea na Mungu tangu alipokuwa mdogo, na Mungu akamwepusha na mambo mengi. Akaoa dubu, akaoa simba. Mungu akamuonekania kwa mambo mengi. Na alipokuwa mzee akataka amfahamishe siri huyu mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Na maneno haya mazito ambayo anamhusia Sulemani, anasema, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, tunaye Mungu ambaye ana uwezo. Wapendwa, tunaye Mungu ambaye tunaweza tukamtegemea. Mimi sijui kama unahangaishwa na kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda unaona umri unaenda, haujapata mchumba, labda kuna mambo mengi yanakuzonga katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni watoto wako wanataka wasome, unajiona hauwezi. Kuna mambo mengi tu ambayo kila mmoja wetu anapitia, ambayo yanaweza yakamkatisha tamaa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchana wa leo nataka nikwambie kwamba kunaye Mungu ambaye 100% hawezi kushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tambua ni Mungu gani ambaye umembeba. Tambua ni mfalme gani ambao umeubeba ndani ya maisha yako. Utakapomuita Mungu atasimama pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati mmoja nilipokuwa pale, nataka nimalizie na huu ushuhuda. Nimetamani siku nyingi, labda si mara ya kwanza kushare pamoja nanyi, lakini nikimalizia nataka nikaweze kushare nanyi huu ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla niwe mkaaji wa hapa kisiwani, nimeishi na hawa atere pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna kanisa hapo. Sasa Mpeketoni ni huko hapa. Ni huko. Ukifika pale Mkunumbi, kama hutanyosha moja kwa moja, kuna njia ya mara. Shafi. Sasa nyuma ya Mapenya, kama umetoka huku, kuna mahali kunaitwa Telelani. Najua mpajua. Wewe. Kuna kanisa pale tulikuwa tukishiriki. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikaweze kutoa huu shuhuda.
Basi siku moja kwa sababu huduma imeanza pale, Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huo nilikuwa bado ni barabara, kwa bado ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia miaka kama ya 2014 au 2013 hapo. So kuna wakati mmoja wa ibada kama hivi, mchungaji akawa amenipa nafasi, akaniambia vizuri na mapema kwamba Jumapili ijayo utatundisha neno. Vizuri kabisa. Kama saa hii waambiwa Jumapili ijayo, maanisha kuna wakati mzuri tu, siga. Kwa hivyo nikaenda katikati ya wiki, nikajipanga, nikamwomba Mungu, natayarisha fundisho vizuri. Lakini ilipofika kama Friday hii, tunaelekea hiyo Jumapili, lakini Friday yake nikaanza kusikia homa, dalili za homa. Nadhani ilikuwa ni malaria, maana ilikuwa ni kali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipoteze hiki ambacho nakizungumzia. Mtu aliyejua ni ufalme gani aliyeubeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kaanza homa pole pole, lakini ikazidi, ile hali ikazidi, kalala na homa, imekuwa kali, kamkia Jumamosi. Hali inaendelea kuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa na sister yangu mkubwa pale, alikuwa alijua ni mhubiri, akaniambia kwa hali hii wewe ungempigia simu mchungaji na mapema akatafuta mtu, ama kama atachukua yeye mwenyewe ahubiri, maana hii hali naona hutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hali hiyo kweli singeweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kama ni mchana na unatetemeka, jua linawaka, unatetemeka na baridi. Lakini nikamwambia Mungu mwenyewe atajua bila atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nikamwomba Mungu, nikaweka tumaini kwa Mungu. Lakini jinsi siku ilivyokuwa inaendelea kuisha, ndivyo nilivyokuwa bado najisikia hali inaendelea kuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukamkia sana, tukajitayarisha vizuri, lakini hali yangu ilikuwa si nzuri. Wafika ile Jumapili na asubuhi akasema, si nilikwambia jana, hasa hata ukimwambia saa hii utakuwa ushamtoa time. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikamwambia sister kwamba wewe tulia tu, tuangalie Mungu vile ambavyo atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiwekea imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingia ibada, kaanza ibada, hali inaendelea kuwa ngumu. Najua ile kitu ukisimama hivi unasikia kama kuanguka ile kisuni. Unaona kama nyota kama umepigwa mbao. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mwimbaji wa kwaya, nilishinda kusimama. Kasema sasa ile ambacho niliambiwa nijitoe ilikuwa ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna neno moja ambalo nilimwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kamwambia, si nikishindwa kuhubiri utakuwa si wewe umeshindwa kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mchungaji ameinuka karibishe mwenye neno, yaani mimi nasikia vibaya. Unajua vibaya? Nasema we. Sasa kama Mungu hapa hata simama yeye, ni aibu kule ambako kumebaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kasema tushangilie Bwana kwa makofi, tuikaribisha mwenye neno, na yeye ambaye anakaribishwa hata kusimama, lakini nikajitia nguvu. Nataka nikaweze kuonyesha vile Mungu ambavyo anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kigelegele nimeenda pale,
Mimi sijui nilipona vipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui hata saa hii sijui. Maanake nilienda nikashika mic na ile kuanza kumshukuru Mungu kwa sababu ya ile nafasi, sijui yani. Paka tulipomaliza tu kama na wewe ulikuwa unajifanyisha ama ulikuwa mgonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufalme ambao uko ndani yetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza ukakatishwa tamaa na mambo mengi, lakini ukifahamu ni Mungu gani ambaye alikuokoa, hakika Mungu hawezi akakuacha. Amen. Hawezi kukuacha. Wewe fundisho nzuri lenye kuinua na lenye kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utambua ufalme ambao wewe unaishi. Amen. Hata wewe iwe sababu ya kuwafundisha wengine wajue ufalme unaotumikia ili wakapate kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mhubiri, Mungu akubariki sana. Fundisho zuri ambalo kwa hakika kama utalizingatia na utalishika. Amen. Hakuna wakati utakata tamaa kupata matumaini. Amen. Maana Mungu huyu ambaye Daudi alimwabudu mpaka akamhusia mwana wake Sulemani ndiye yule tumwabudu mpaka leo. Hakuna mabadiliko. Inategemea na wewe mwenyewe vile utakavyojitoa na kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni hubiri zuri, mafundisho mazuri ya uzima, na ni vizuri tukajitambue kwamba sisi ni akina nani. Amen. Jitambue katika ufalme wa Mungu kwamba wewe ni nani. Ukijitambua basi Mungu anahitaji mtu anayejitambua. Amen. Amen. Si unakuja tumuelewe Mungu na muabudu. Unaona wale wanaabudu ule miungu mingine, wanaelewa miungu yao. Wanaielewa vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi hata wewe Mungu na muabudu muelewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Mungu ni wa neema na mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Ni kwa ajili ya hili neno. Amen. Asili ya mema nitatoa mzigo hapo, nina uzima furaha daima, njooni kafurahini papo.